hapa kwa sababu ya kuanzisha maneno ya registration na maneno ya sensitization ya chama chetu cha UDA. Hawa watu ya Bonchari, hapa ndio siasa ya UDA ilianzia, na ndio kwa maana leo mimi kama treasurer wao ama mweka hazina wao wa chama tawala tumekuja hapa siku ya leo ili tuweze kueleza watu wa Bonchari na watu wa Kisii na haswa wa Kenya wote ile mambo ambayo tumepanga kama chama chetu cha UDA. Chama chetu cha UDA ndio chama peke yake ambacho kimeweza kupanga maneno ya uchaguzi wa vyama. Hata ile chama ingine ya ODM walikuwa wamepanga lakini wakairisha kwa sababu ya uoga ya kuvunjika kwa chama. Lakini sisi tumechukua that bold step ya kuhakikisha ya kwamba tumekuja pamoja kuhakikisha tumechagua watu kutoka kule chini kukielekea juu, kwa sababu tuliambia watu wa Jamhuri ya Kenya ya kwamba tunafanya maneno ya bottom, na sisi kama chama tutaanzia uchaguzi katika polling station level. Tutachagua akina mama, vijana, tutachagua wakulima, watu ambao ni walemavu na watu wa vitengo vingine, watu 20 katika kila ward. Na hawa watu 20 ambao watachaguliwa katika ward ndio katika polling station ndio wataenda katika ward, watoke ward waende constituency, na baada ya constituency hao ndio wataenda kupigia sisi na wengine kura katika kule juu at the national level katika NDC. Kwa hivyo hii Kisii sisi tumeanzisha mpango ya kuhakikisha Kisii yote imebadilika na imeingia katika chama cha UDA, kwa sababu hata wale ambao walikuwa katika kile chama kingine wameona ya kwamba hakuna mwelekeo kule kwingine. Yule ambaye tulikuwa tunashingana na yeye, rais alipokuwa anazunguka alisema atapanga kila Mkenya na we will have a win-win situation to everyone. And that is why you can see even Raila Amolo Odinga, William Ruto amempanga, na saa hii yeye ndo anaenda kuwa chairman wa AU. Sasa yeye akiwa chairman wa AU huko 2027 kuna mtu atashindana na William Ruto? Kuna mtu atashindana na William Ruto? Ama mnadhani Kalonzo ataweza hii? Kalonzo anaweza? Ama mnadhani ni Wajakoya atakuja kushindana na yeye? Hii Kisii sisi tumesema ya kwamba chama ni UDA na tutashirikiana na rais wetu. Ninajua kuna changamoto kidogo katika chama chetu, lakini nataka kuwaambia hiyo changamoto ni kwa sababu ya hii kura, but we are together as a party and we will continue working together as a party. But what I call upon the secretariat where I sit, let us not interfere with the elections that are going on right now. The chairman of National Elections Board is the only person who is allowed to communicate on issues to do with the elections. We as the secretariat, our work is to give the National Elections Board the necessary equipment that they need to do the elections. We need to give them the necessary support that they need to do the elections. We should not interfere with the elections in whatever way. Let us give the chairman of the National Elections Board, our brother Anthony Mwaura, all the responsibility and give him all the support so that we can be able to have a free, fair, credible, verifiable elections. And we are sure we are going to give our people a free, fair, credible elections, because this is the first time in the Republic of Kenya we are going to have a digital election. We have tried it in West Pokot, we have done it in Homa Bay, we have done it in Narok, we have done it in Nairobi, and this month, the coming month from tomorrow, this month that is coming, we are going to do elections in Kisii County, and I am sure that those people who are going to be elected from Kisii County are people who have credibility, are people who are going to push the party forward, are people who are going to assist the president and the deputy president of the Republic of Kenya. And we as young people, we respect leadership. We respect everyone.
we respect the president and we respect the deputy president. But as young leaders, we want to be mentored. The president has mentored us, the president has held our hands, but we want to call to senior leaders, kindly mentor us. When people tell us that we should not go to other constituencies, sasa wewe ukikataza kwenda constituency ingine, kweli wewe ni mfungwa? Wewe ni mfungwa? Mimi kama kiongozi wa UDA ama kama mbunge, nimetoka kwangu Kitutu Chache North, nimekuja hapa Bonchari kwa sababu ya kuweza kueneza ile ujumbe ya serikali. Na sisi tunawaomba wale viongozi ambao wako juu yetu, we ask you to mentor us. We ask you to guide us. Where you've seen that we've made a mistake, kindly correct us, because we believe that by mentoring someone, we are able to move together as a country and we are able to move together as a people. Because I believe our President Dr. William Ruto was elected from across the political divide. The Luyas, Western Kenya gave him votes. Rift Valley gave him votes. Central gave him votes. Coast gave him votes. William Ruto was elected from across the political divide. So the politics of deceit, the politics of tribalism, the politics of backwardness, we left it with the Kipande system of government. We are in a new era where everyone is allowed, we are allowed the freedom of association and the freedom of movement. Kwa hivyo sisi kama vijana tukubalishwe, tutembee kila mahali, tukuje Bonchari, tusaidie watu ya Bonchari, tuletee watu ya Bonchari vitu. Hali ya Kenya kwanza. Huyu William Ruto ambaye tunasema siku ya leo, ameweza kutusaidia, ameweza kufanya kazi ambayo imeanza kuonekana. Hapa Kisii tulikuwa tunanunua mbolea katika shilingi 7,500. Sasa vile tunaongea, mbolea hapa Kisii tunanunua na shilingi 2,500. Na tunaomba serikali, tunajua katika bajeti hii tunaenda kupitisha mwezi huu wa Juni, tumeweka pesa nyingi ili tuweze kuhakikisha ya kwamba Wakenya wamepata mbolea na wamepata mbolea kwa bei ya chini. Na tunaomba pia serikali, hata ile pyrethrum ambayo ilikuwa imekufa, walete Wakenya na watu wa Kisii wanataka ile pyrethrum waanze kupanda. Walete mimea yote ya kila aina waanze kupanda. Hata ile mbegu ya mahindi ile ambayo wanauza bei kali, tunaomba serikali, kwa sababu tumepunguza bei ya mahindi ya mbolea, tupunguze pia bei ya ile mahindi ili watu wengi waingie katika sekta ya ukulima. Nataka kushukuru serikali kwa sababu mimi ninakaa katika ile nini ya bajeti. President wetu William Ruto, vile tunaongea sasa hivi, alisema tukaweka pesa wale wanafunzi ambao wako katika JSS. Wale wanafunzi ambao wako katika JSS on contract, saa hizi kuanzia mwezi wa Julai, they will be employed on permanent and pensionable basis. Na wale ambao walikuwa wamechukuliwa, hakuna process nyingi kwa sababu walikuwa wamefanya interviews, watachukuliwa directly, wakuwe absorbed na wao waweze kupata mshahara wa maana, kwa sababu wametufanyia kazi ya maana na wamekuwa wakipata pesa kidogo sana. Sasa wataweza kupata pesa ya maana ili waweze kulisha familia yao, ili waweze kusomesha na ili waweze kubridge the gap ya between wanafunzi na walimu, na hiyo itasaidia katika masomo ya nchi hii. Ya muhimu zaidi ambaye ninataka kushukuru William Ruto, hii bajeti ambaye tunapitisha sasa hivi, watu ya Bonchari na watu ya Kisii, vile sisi wabunge kila constituency inapata pesa ya CDF, ndivyo kila constituency itapata pesa ya kuweka stima. Every constituency will get 50 million Kenya shillings, ndio watu wetu wote waweze kupata stima. In total, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, ameweka bilioni 14 ya kuhakikisha kila mtu amepata stima. In the next 10 years, every year you will be getting 50 million. Kwa hivyo wale ambao hawana stima, mjue sasa, tafuta mjumbe yenu aweke scheme mupate stima.
Ama hiyo ajenda ya serikali mnaiona namna gani? Hiyo ajenda iko sawa? Watu mnataka stima? Ongeza pesa ya CDF ili watoto wetu wote waweze kupata basari, ili tuweze kujenga mashule, ili tuweze kusupport the education system in this country. Kwa hivyo hakuna constituency itapata chini ya 180 million. Tuhakikishe watoto wetu wamesoma, ili kesho na kesho kutwa waje kuja kutusaidia. Tutahakikisha wale wazee wakongwe ambao wanahitaji pesa ya madawa, ambao wanahitaji pesa ya chakula, ambao wanahitaji pesa ili waweze